Matumaini yangu mpenzi mtazamaji wa DK27 TV ya kwamba umeweza kuvuka mwaka ukiwa buheri wa afya, na kukaribisha kwa kipindi chako siasani na DK27, na mimi ni wako Mheshimiwa Douglas Kaliwi, mgombea kiti cha MCA pale Magarini Ward 2027. Kwa kipindi hiki cha siasani na DK27 leo nitaka toa maoni kulingana na siasa za wasemaji wa Mijikenda. Tukiona hivi majuzi katika mitandao ni kwamba mheshimiwa ambaye ni speaker wa Senate, Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi aliweza kuchaguliwa kuwa yeye ndiye msemaji wa Mijikenda, na baada ya siku chache pia naye aliyekuwa waziri Mheshimiwa Ali Chirao Makwere pia na aliweza kutawazwa na hata kupewa certificate kwamba yeye ndiye anafaa kuwa msemaji wa Mijikenda ama wa Pwani kwa jumla. Baada ya muda mchache, wazee wa kaya waliweza kujitokeza na wakapinga uteuzi wake Mheshimiwa Ali Chirao Makwere kwamba yeye hatoshi kuwa msemaji wa Mijikenda. Hii wapwani wenzangu inamaanisha nini? Hii inamaanisha tayari lile lengo kubwa la kuwa na msemaji wa Mijikenda tayari tushaanza kulikosa, kwa sababu tayari kunaonekana kwamba kuna nyufa kati ya South Coast na North Coast. Kila mwamba ngoma anavutia kwake. Hivyo basi kuleta mpasuko katika eneo zima la Pwani, hasa kisiasa. Hapo awali nikaweza kuuliza swali kwamba ni utaratibu gani ama ni kriteria gani iliyoweza kutumika ili kuchagua hawa viongozi ama hawa wasemaji wa Mijikenda. Kwa sababu tukiangalia katika zile video ambazo zinasambaa katika mitandao ni kwamba ni baadhi ya watu wachache waliweza kuhudhuria vikao vile ama mkutano ule wa kutangazwa kwa Mheshimiwa Amason Kingi na Mheshimiwa Ali Chirao Makwere, ili hali tuko na watu takriban milioni 2 ya wapwani ambao wanafaa kujumuishwa katika mchakato mzima wa kuchagua msemaji wao. Hii inaleta picha gani? Inaleta picha ya kwamba lile lengo lenye linaonekana ni tofauti na lile lengo ambalo viongozi hawa ama wanasiasa hawa wako nayo katika ndani ya nyoyo zao. Kwa sababu hata ukiangalia wale watu ambao waliweza kuhudhuria mkutano hii ni watu ambao waligharimiwa karibu kila kitu, mavazi yao, usafiri wao, na hata labda malazi yao, na hata pengine kulikuwa na allowances kwa sababu umealikwa kuhudhuria ule mkutano. Na kumsema kwamba maskini akialikwa katika meza ya mazungumzo akiwa na njaa, kuna hatari kubwa ambayo anaweza fanya yeye kukubali hata kisichokuwa sahihi. Yani, a poor man invited in a negotiation table in an empty stomach runs a great risk of accepting what is not right. Sababu ikiwa hawa watu umealikwa wewe pale kama kuenda kuendorse na umegharamikiwa karibu kila kitu, na yule mwenye kugharamikia yeye ndiye anahitaji ama anataka kutangazwa yeye kuwa mtu fulani, definitely lazima kutakuwa
na kuidhinishwa kwake, si kwa sababu yeye anafaa, but kwa sababu ya ile risk ya kwamba yule mwenye ameenda pale na tumbo lake tupu, yeye akili yake itakuwa iko tu pale kujaza tumbo lake, lakini si kitu chingine. Na hiyo ndo nashuku kitu ambacho kilifanyika. Maoni yangu ya kwamba msemaji wa Wamijikenda ni mtu ambaye hafai kuwa mwanasiasa, but awe mtu mwenye maono, vision ya kutaka kujua Coast Region inafaa ikue vipi baada ya miaka fulani, na akaweze kuwa na ile strategic plan on how Coast itafikia kiwango kile cha kimaendeleo. So tukiweka mwanasiasa, yeye atakuwa tayari ni kama tumeweka broker yenye anaweza tu broke wakati wowote kulingana na interest zake yeye mwenyewe, ambao bado hatutakuwa tumeachieve ile lengo hasa la kuwa na msemaji wetu kama wa Pwani. Kwa hivyo kiongozi ama msemaji atakayechaguliwa kuwa msemaji wa Pwani ama wa Mijikenda ni mtu ambaye ako na picha, ako na taswira venye angetaka eneo la Pwani kwa ujumla litakavyoinuka kimaendeleo, kiuchumi, na hata kuinua maisha ya mwana Pwani. Inahitaji nini? Itagharimu nini? Na je, wale viongozi tunachagua ni watu ambao wanaweza saidia kupeleka Coast kiwango cha hali ya juu ama la? Ndivyo aweze kutoa taarifa baada ya kufanya utafiti wake na kuuliza maoni ya Wapwani.